Nyinyi ni wakina nani? Hatujui. Mmetoka wapi? Hatujui. Mnaelekea wapi? Hatujui. Oh, yes. Wewe ndo mfalme, ikibidi ujitume. Wewe ndo mfalme, ikibidi ujitume. Falume, oh, falume. Wewe ndo mfalme, ikibidi ujitume. 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 Odi. Habari yako? Salama. Karibu. Mzee Mtopea nimemkuta. Baba hayupo. Ametoka. Ameelekea Mizimu. Nimekuja na shida naye. Aniangalizia mume wangu. Ana siku ya 3 leo sijamwona nyumbani. Toka mzike yule mwanamke mjamzito. Kutokana na hilo tukio lililotokea la mfalme kumzika mwanamke mjamzito, tena akiwa hai, Mizimu imeamua kumpa adhabu. Adhabu? Unamaanisha nini? Ndiyo, imempa adhabu, na kwa sasa mfalme hataonekana katika ulimwengu mpaka pale miaka 100 itakapopita. Lakini kwa ujio wako uliokuja nao, kuna ishara imejitokeza. Inaonyesha dhahiri kuwa huyu mtoto uliokuja nao ni mfalme wa pili. Inawezekanaje? Inawezekana. Unachotakiwa wewe kufanya ni kuelekea Mizimuni alipoenda baba, ili akaapishwe tayari kwa kuwa mfalme. Karibu. Mzee Mtopea. Kuna maajabu yametokea. Maajabu gani tena hayo ambayo yametokea? Nilikuwa nakuja hapa na kijana wangu, lakini ghafla amenitoweka mikononi mwangu. Kijana wako ametoweka, lakini kijana wako hajatoweka, bali amechukuliwa na Mizimu. Hajaongezwa nguvu za kiutawala, aweze kwenda kutawala katika kijiji, awe na nguvu, aweze kuwatumikia watu vizuri, wala usiwe na mashaka kwamba mwanao yuko salama na anaishi mahali salama. Sisi ni Mizimu ambao ndio tuliomkabidhi utawala. Huyo bila shaka atakuwa ni yule mfalme wa pili. Wala usiwe na wasiwasi. Hii chumvi inaongeza nguvu, kumpa nguvu mtoto wako huko aliko. Wala usiwe na wasiwasi. Mizimu itamuongezea nguvu kijana wako. Hapa watu wengi wameshaingia, lakini hatukuwapokea kwa sababu wanakuja wanavaa viatu. Mizimu haitaki kuvaa viatu. Mizimu inatakiwa uende pekupeku kama hivi unavyoniona, niko pekupeku, sina viatu. Kwa hiyo katika misitu yetu hii, misitu ya Kamala, lazima uje pekupeku na uje na salamu za kimizimu kama ulivyonisalimia, na uondoke kwa salamu za kimizimu kama ulivyonisalimia. Haya, asante sana. Safiri salama. Oh, yes. Wewe ndo mfalme, ikibidi ujitume. Wewe ndo mfalme, ikibidi ujitume.
Yaani kitendo chofanya babako ni cha aibu sana. Tulikuwa na wangapi walinzi hapa? Sasa hivi tumebaki na mlinzi wewe, na kutegemea wewe ndio mfalme wa pili katika hiki kijiji. Na ndio maana nimerudi mama. Nafahamu kwa mimi ndio mfalme wa pili. Na nimekuja kutekeleza wajibu wangu. Nitafanya mambo yote mazuri. Kama yeye anatenda ubaya, mimi nitatenda wema. Shukuru mama. MGM Records. Oh yasa. Wewe ndo mfalme, ikibidi ujitume. Wewe ndo mfalme, ikibidi ujitume. Falume oh, falume, falume oh, falume. Ulitoa barua, ulisema utaoa. Nyinyi ni wakina nani? Hatujui. Mmetoka wapi? Hatujui. Mnaelekea wapi? Hatujui. Yo. Na kweli lazima mseme. Kwa sababu inaonyesha dhahiri kwamba nyinyi hamkuja katika hii himaya kwa lengo zuri. Sisi hatujui. Sisi kina nani? Sasa hizi ndio tambe. Na hapa tulipo tuko wapi? Ni afadhali umefika. Unaona hao? Unaona mtamtalia. Kwa muonekano wao wanavyoonekana ni watu. Hivyo utawachukua na kuondoka nao, uende nao kwa mfalme wako. Bila shaka, kwa sababu hata hivyo nilikuwa naelekea MGM Records. Oh yasa. Wewe ndo mfalme, ikibidi ujitume. Wewe ndo mfalme, ikibidi ujitume. Falume oh, falume, falume oh, falume. Ulitoa barua, ulisema utaoa, kupata sheria ya dini. Mfalme, hawa nimewakuta kwenye himaya yetu. Mwakuta kwenye himaya yetu? Nyinyi ni wakina nani? Hatujui. Mnatokea wapi? Hatujui. Ina maana hamjui mnapotokea wala mnapoelekea, si ndio? Hatujui. Mfalme, kama wajui wanapoelekea, tuwafanye wawe chini ya himaya yetu na wawe wana kijiji wetu. Sawa. Tunaelewana? Ndio. Mtakuwa chini ya himaya yetu na mtafanya chochote ambacho tunakuwa tunahitaji kwenye ufalme wetu. Tuko pamoja? Sawa. Tumeelewana? Tayari. Oh yasa. Wewe ndo